uitwe mtoto wa Mungu, hata kama haukustahili. Aseme wale aliopatia mamlaka ya kufanyika kuwa watoto wa Mungu, benye tabia kwa Mungu, hapana juu ya mapenzi ya damu, hapana juu ya tamaa ya mwili, na hapana juu ya mapenzi ya mwanadamu. Kuko tofauti kati ya vitu vitatu. Tunasema lakini kwa mapenzi ya Mungu. Kuna watu wengine ambao wanafungiwa na malieza kwao juu ya mapenzi ya damu. Tate yako alikuwaka mulozi, kajoge au pumbwe. Wewe unazaliwa kwa fie wake, upende usipopenda, mapenzi ya damu yake inakufunga na wewe. Wengine walizaliwa kwa mapenzi ya mwili. Kijana moja anatamani dada moja, anamutamani, hakumpenda, anamutamani, anapenda asatisfy mapenzi ya mwili yake, analala na baraza la mtoto. Ule anazaliwa kwa mapenzi ya mwili. Na wengine walizaliwa kwa mapenzi ya wanadamu. Baba na mama wanaambiana, "Sisi tunapendana." Ndio. Unaona? Ifuata tuzale, ndio. Banafanya banajuana, banakuzana, ni mapenzi ya mwanadamu. Lakini waliozaliwa katika nyumba ya Mungu hawakuzaliwa mbele mapenzi yote tatu. Walizaliwa kama mapenzi ya Mungu katika roho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ni wale wanaishi neema ya Bwana kwa sasa. Neema ya Mungu haiko ya watu wote. Na neema ya Mungu inatupatia kibali ya kutembea dunia tofauti na dunia. Tumejazwa na roho wa Mungu. Kisi Yesu alivyo mbinguni, ndivyo tulivyo duniani. Neema ya Mungu inatupatia mamlaka ya kutembea juu ya nyoka na juu ya nge na juu ya kila nguvu ya adui, wala hakuna kitu inaweza kutuzuia. Neema ya Mungu, hiyo wakati ya neema inakupatia kibali ya kuhubiri injili na kuwafanya watu waliokuwa katika dhambi, unawafanya kuwa wafuasi wa Mungu. Injili lazima tuihubiri kwa hiyo wakati. Dunia iko na lazima ya wokovu. Na wewe ndio utaenda kuhubiri injili. Lazima tuende. Tuna mamlaka yote. Kwa jina la Yesu tuko na uwezo ya kuangusha shetani na nguvu zake zote. Mwanadamu kisha kuanguka kwa Adamu wa kwanza, mwanadamu akakuwa kiumbe cha bure, etre inferieur. Ndio maana watu wanakamatikana na mapepo. Wengine wanaonewa na nguvu za giza. Lakini kisha kukufa ya Yesu kumsalaba, kila aliyepokea Yesu Kristo akakuwa na mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge, kutembea juu ya nguvu za falme na mamlaka, wakuu wa giza na jeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho, wala hakuna kitu itaweza kuwasuru.